Na dhumuni yangu iko vipi? Bado janua hiyo akili kuniuliza. Mwilini ninapambana na mikasa ya maisha, mapenzi, visasi na ndoto zilizovunjika, vyote vinacheza ndani ya mtaa. Mgeni uswahilini, ninajifunza kuwa jasiri moyoni, kwa sababu maisha hapa ni hatari kuliko nilivyodhani, lakini bado ninaishi kutafuta kesho yangu. Nilipofika mtaa wa vumbi na taa hafifu, niliona tabasamu lakini nyuma yake siri. Kila kona kuna hadithi zisizosemwa wazi, na kila macho yanaficha jambo moyoni. Nikaambiwa pole pole nijifunze mtaa, kwa sababu maisha hapa si kama nilivyodhani. Kuna urafiki unaogeuka chuki ghafla, na mapenzi yanayoweza kuwa sumu kimya. Usiku kishuka, sauti hubadilika, kivuli cha mtu kinakuwa adui. Ninatembea. Acha kunidanganya wewe. Najua hayo ni maneno tu. Ni hapa. Nyumba ndo hii, si ndio? Ndio. Imekuwa kimya kwa muda mrefu sasa, na taa zake zimekuwa zizime mapema. Lakini pia kuna wageni. Ni wanawake tu ndo wanaishi katika hiyo nyumba, si ndio? Come on, Mr. Tom. Hakunaga tu kwenye maisha ya mjini. Mtaa unaongea, ila mtaa unaongea kwa njaa na si kwa kweli. Unadhani kuna nini? Nadhani kuna kitu kinachokuwa haraka kuliko majina yao. Unataka nifanye nini? Usifanye haraka. Haraka inawafanya watu wanaoficha ukweli. Nataka majina. Nataka kujua wanaoingia. Nataka kujua wanaotoka. Nataka kujua anayelipa gharama za taa zinazowaka usiku kucha. Na kama wakigundua? Vizuri. Ila watakuwa wamechelewa. Mtaa una macho mengi, lakini akili moja tu inatosha kujua ukweli. Sina muda wa kupoteza. Nitaanza leo. Anza kimya. Ukweli upatikana vizuri zaidi unapojihisi salama. Tatu, wewe ni msomi, sio mtu wa kuogopa kivuli. Jamani, mbona kimya hivyo? Hata mziki umeuzima. Nitaka tu nisikie upepo basi. Hamna kingine. Au utaka usikie siri za jirani? Wala haikuwa hata malengo yangu. Kumbe nisikilize sema jirani wanazungumza kitu gani. Sema nini? Leo siku kama neno iko tofauti hivi. Mtaa kila siku uko tofauti. Ila sisi tu ndo hatubadiliki.
kuna mtu yuko dirishani. Hapa paka. Paka? Hivi Kidao una akili timamu wewe? Paka hawezi kutembea kama binadamu wewe. Kuna nini? Kuna mtu alikuwa dirishani. Nina uhakika mtu amesimama dirishani jamani. Yaani na uhakika 100% kuna mtu amesimama jamani dirishani. Hakuwa jirani. Unajuaje? Jirani akisimama, anasimama kama mtu wa nyumbani. Huyu amesimama kama mtu anahesabu kitu. Umeona eh? Ndio maana nimesema mtaa uko tofauti. Au sisi ndio tumeanza kubadilika? Watu hawawezi kuanza kuangalia bila sababu. Swali ni wanataka nini kwetu? Basi nitakutumia picha baadaye. Usinichoshe. Nisikilizeni. Naomba tusikilizane jamani. Yaani kuanzia sasa hivi tunapozungumza hivi tusitembee kama tuko peke yetu. Safi. Sasa unaanza kuongea kama filamu. Hapana. Ameanza kuongea kama mtu anayehisiwa na kivuli. Na wewe Kendi, endelea kuvuta sigara hivyo hivyo. Pesi, unadhani mtu anaweza akabadilisha mkondo wa maisha yake au badilika kwa wachache tu waliokuwa na bahati? Maisha habadilishwi na bahati. Kubadilika kwa mfumo wa kifikra. Bahati huja na kuondoka, lakini mfumo mzuri wa kuishi humlinda mtu hata katikati ya dhoruba. Ni mifumo gani ambayo inaweza kubadilisha lifestyle kabisa? Mfumo wa nidhamu ya kila siku, mfumo wa kujitathmini, na mfumo wa maamuzi makubwa madogo. Ukiangalia watu mashuhuri waliofanikiwa duniani hawakuanza kwa mazingira bora, walianza kwa mtizamo bora wa maisha. Mfanyabiashara mkubwa huanza kubadilika kifikra kabla ya kipato. Msanii mkubwa huanza kujinoa gizani kabla hajaonekana hadharani. Mafanikio ni zao la nidhamu, si kelele za ndoto tupu. Sasa sisi vijana tufanye nini tuweze kubadilisha maisha yetu kwa kweli? Jenga utambulisho wa ndani kwanza. Chagua mzunguko wa watu wanaokulazimisha kukua, si wanaokufanya ubaki vile vile. Weka malengo yanayopimika
na uyaishi kila siku kwa vitendo. Unajua sio mazungumzo ya kawaida, ni mafunzo ya maisha. Maisha bora hayaanzii kwenye pesa, huanzia kwenye fikra, nidhamu na maamuzi ya kimya kimya kila siku. Ilipofika mtaa wa vumbi na taa hafifu, niliona tabasamu lakini nyuma yake siri. Kila kona kuna hadithi zisizosemwa wazi, na kila macho yanaficha jambo moyoni. Nikaambiwa pole pole nijifunze mtaa, kwa sababu maisha basi kama nilivyo. Hai. Unaonekana kutembea kwa kujiamini kana kwamba hujadondosha kitu. Mimi? Yeah. Kuna kitu moja. Umedondosha hiki. Sio yangu. Basi inaonekana huu ndo mwanzo wa mazungumzo na wewe. Waliniita tatu, lakini hawakujua simulizi. Mara zote sababu huwa ni madhumuni zaidi kuliko sababu. Na dhumuni yangu iko vipi? Bado hujanua hiyo akili kuniuliza haya maswali. Basi niruhusu ninunue dakika moja tu. Jina langu ni Daniel, kijana smart nisiyekuwa na mambo mengi. Daniel? Yeah. Dakika moja inaweza isiwe na bei, ile inaweza kuwa na gharama. Kama unaweza kuofa hizo gharama, sio okay. Unaonekana ni mtu ambaye umesoma sanaa, si ndio? Na hata wewe umeanza kama mtu ambaye anakimbia sana. Nimevutiwa tu. Si kila siku unaweza kukutana na mtu anayejua kulinda maneno yake. Na si kila siku maneno yanaweza kaja bila sababu. Maybe ulikuwa na sababu. Tunaweza kuonana tena? Mr. Daniel, bahati mbaya zaidi watu mjini wanaonana, ila tu wanagongana kwa bahati mbaya kama ambapo mimi na wewe tumegongana hivi. Unaonekana uko sawa. By the way, dakika zako zimeisha. Kitu kimoja tu. Kuonana. Zingatia hilo. Una muonekano mzuri sana. Yes, halo. Salama, za wewe? Salama, niambie. Habari yako? Samahani kidogo nakupigia. Nakupigia sasa hivi. Sawa. Uhali gani Malkia mwenye tabasamu zuri mithili ya mchomozo wa jua? Nzuri, na zako? Zilikuwa kawaida mpaka pale nilipokutana na mwanga wa ziada barabarani hapa. Mwanga wa ziada? Huyu mtoto wa TANESCO tu. Hapana. Kuna watu wengine wanatembea na nuru yao wao wenyewe.
mmoja wao ni wewe. Una maneno mazuri sana kwa mtu usiyemjua. Wakati mwingine kitu kizuri hakihitaji utambulisho mrefu, kinajitambulisha chenyewe. Kama nitapata nafasi, ningependa kujua jina la mmiliki wa mwanga huo. Alafu ukijua utabadilisha nini? Utanipa uhalali wa kuikumbuka asubuhi hii ya leo. Kendi. Kendi? Wow. Jina tamu. Utulivu wa hatari. Hatari? Ndio. Mwanamke anayejua thamani yake huwa ni hatari sana kwa mwanaume asiyejua nafasi yake. Wewe uko upande upi? Mimi niko upande wa mwanaume ambaye anaweza kusubiri. Kwa sababu si kila huwa huchumwa siku ya kwanza. Na sio kila huwa lazima lichumwe siku ya kwanza. Wengine hupendeza zaidi wakibaki bustanini. Labda, lakini bustani nzuri huvutia watembeaji. Watembeaji wengi huja kwa macho, si kwa mizizi. Nami sipandi kwa mtu anayepita. Sina haraka. Huwa nathamini sana vitu vinavyohitaji muda. Ningependa kahawa siku moja, lakini sio leo wala kesho. Wakati utakapoona inafaa. Kahawa unywewa ukiwa na kiu. Na mimi sina kiu ya mazoea mapya. Sawa. Nitakuwa karibu ikiwa utahisi kiu. Usisubiri sana. Watu wanasubiri bila uhakika, waanza kuota matarajio. Matarajio sio mbaya. Humpa mwanaume ujasiri. Basi jifunze uvumilivu. Mapenzi yanayoweza kuwa sumu kimya. Usiku kishuka, sauti hubadilika, kivuli cha mtu kinakuwa adui. Mwanaume mwenye maneno mazuri huwa na mipango mizuri pia. Kwa sababu maisha hapa yana sheria za